Leo Mwamba alienda kwa mpenzi wake Anita kwa ajili ya kumfanyia surprise ya kumvalisha pete, lakini cha ajabu yeye ndo akafanywa surprise. Mwamba macho yakamtoka kama kabano na mlango hivi. Aamini alichokiona. Baada ya kumfanyia surprise, amefanywa yeye surprise. Alex akafunga mlango kisha huyo akasepa. Anita analialia tu, anajuta kwa hiki kilichotokea hapa. Maana Alex ni mpenzi wake muda mrefu sana na leo alikuwa anavalishwa pete, lakini ndio hivyo tena, kashaichezea bahati. Mwamba katoka zake mpaka nje, kichwa kinawaka moto, maswali mengi kichwani, hajui hata afanye nini. Mwamba akawaza na kuazua, kisha huyo akasepa. Basi bwana, baada ya kichapo, Alex alichokipata moja kwa moja mpaka kwa Angela. Maana Angela ndo rafiki yake wa sasa, yani mtu wake wa karibu. Na mara nyingi akiwa na Angela, anajisikia amani sana kwenye moyo wake. Na Angela alikuwa anajua mchezo mzima, kama Mwamba anaenda kumvalisha mwanamke pete. Sasa akataka kujua nini kimeendelea huko. Maana Mwamba amerudi mnyonge sana. Ni muda mrefu sana simuelewi huyu mwanamke. Mara nyingi anakuwa yuko busy tu. Ubizi wake umekuwa mkubwa sana. Maana kuna muda unafika, tunaweza tukakaa hata wiki 2 hatujaonana. Lakini yeye hajali wala nini. Alafu nimekumbuka kitu. Yule jamaa nilimkuta naye, alishawahi kunikutanisha naye siku moja. Na aliniambia yule ni mfanyakazi mwenzie kwenye hiyo kampuni yao. Pole sana, hizo ndo changamoto za maisha. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Basi bwana, yale alipita. Baadaye Mwamba akarudi mpaka nyumbani, akakutana na mama yake. Asa mama anashangaa kumuona mwanae amerudi mapema. Alitegemea mwanae atarudi siku inayofuata, lakini anashangaa kumuona mwanae leo tena mapema sana. Maana alijua mwanae kuna mwanamke anaenda kumvalisha pete. Asa anashangaa kumuona mwanae amerudi mapema. Maana anajua kabisa zoezi la kuvalishana pete huwa linachukua muda mrefu. Hili zoezi kwa leo limekuwa gumu mamangu. Limekuwa gumu sana. Kwa nini? Kwa nini limekuwa gumu? Mwamba kabaki ametulia tu. Anashindwa hata kuongea. Yaani hajui hata aseme nini. Hajui nini amwambie mama yake. Maana ni tukio la aibu kweli. Asa ikabidi amdanganye tu mama yake, asimwambie ukweli. Ikabidi amdanganye tu mama yake kwamba ameenda mpaka nyumbani kwa Anita, lakini hakumkuta. Na baada ya kumpigia simu, Anita ametoka kikazi, ameenda mkoa mwingine. Basi bana, yale yalipita. Kesho yake asubuhi na mapema, Mwamba moja kwa moja mpaka kwa Angela kwa ajili ya kupiga stori 2-3. Maana ndo mtu wake wa karibu kwa sasa. Ni mtu ambaye anampa faraja. Hakuna mtu mwingine anampa faraja zaidi ya Angela. Akiwa na Angela, anajisikia amani sana. Asa Mwamba alikuwa anaendelea kumwambia Angela matatizo ya Anita. Yana hata kipindi cha huko nyuma, Anita hakutaka kushika mimba kabisa. Yana kutaka kumbebea mimba Alex. Na Angela alimwambia Alex kitu kimoja. Unahitaji mtoto kwa sasa, ila unahitaji upate mke bora. Na ukishampata mke bora, utakuwa umepata kila kitu. Hivyo vitu vyote unavyovitaka utavipata. Lakini cha kwanza, pambana upate mwanamke bora. Hii ndio sababu inamfanya Mwamba amkubali Angela. Angela anaongea point sana. Yana anaongea mambo ya muhimu, vitu vilivyonyooka. Aongei utumbo tu. Yaani mwanamke chokoraa, lakini utasema ni msome wale ya juu kutokana na mambo yake anayoyaongea. Basi bwana, hayo nayo yakapita. Kesho yake Mwamba kaingia kazini. Mwamba ni engineer. Hasa kama kawaida, alikuwa na yule rafiki yake. Mwamba aishi kumtania kuhusiana na yule mwanamke, yani Angela. Mwamba anavutiwa sana na Angela na nahisi mwanae akimwoa Angela ndoa yake itadumu sana. Maana Angela ni mwanamke timamu sana. Anajielewa vibaya mno. Japokuwa anaonekana kama chokoraa. Hasa Mwamba anamtania Alex, lakini ndo anamwambia ukweli hivyo. Bora amoe Angela, atatulia. Maana Alex kila siku mapenzi yanamchanganya. Yana anapigwa matukio tu. Wanawake wengi wanakuja kwa Alex, wanakuja kwa sababu ya hela, sio mapenzi ya kweli. Wanafuata pesa zake. Basi bwana, Mwamba baada ya kutoka kazini, alikuja moja kwa moja mpaka kwa Angela. Mwamba kama yale maneno ya rafiki yake yanaanza kumuingia hivi. Sasa ameanza kuwa serious. Na leo baada ya kumaliza kazi, alikuja kumtembelea Angela, lakini matokeo yake hakumkuta. Ameshazoea kukutana na Angela mara kwa mara. Na leo amekuja kuna kitu muhimu alikuwa anataka kumwambia, lakini amemkosa. Hii ilimuuma kidogo. Basi bwana, kisha ilipofika, Mwamba alienda tena kwa Angela na akampata. Amemleta saluni kuja kumfanyia usafi. Yaani usafi wa ngozi, kichwani, kila kitu. Mwamba ameamua anataka ajionee Angela ni chombo au sio chombo. Angela kabadilika bwana, mpaka Alex anashangaa. Aamini kabisa anachokiona hapa. Angela kumbe chombo bwana, pisi ya kwenda. Mwamba mwenyewe aamini. Basi bwana, hayo yakapita. Mwamba kaendelea kumfanyia shopping ya Angela. Mwamba ameamua. Basi bwana, walivyomaliza kufanya mambo yote, wakaingia ndani ya gari kwa ajili ya kuanza safari. Lakini safari ilikuwa ngumu. Mwamba kuna kitu anataka kumwambia Angela, na leo hataki kulaza damu kabisa. Maana Angela kabadilika, amemchanganya vibaya mno. Mwamba kaanza kufunguka tu. Ikabidi amwambie tu ukweli Angela, kutokana na anavyojisikia moyoni mwake. Yana anamkubali Angela, anampenda. Akamwomba awe mpenzi wake. Kiwezekana amoe kabisa. Nakupenda sana Angela. Nakupenda sana. Wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Nimekutana na wanawake wa aina nyingi, lakini ni wa tofauti. Una vitu vingi sana vya tofauti na wanawake wengine. Sijui nikwambie nini, lakini ukweli ni kwamba moyo wangu umetokea kukupenda. Naomba unipe hii nafasi. Naomba niwe mume wako. Naomba nikuoe. Angela akabaki ametulia tu, anasikiliza mistari ya Mwamba. Maana Mwamba leo ameamua funguke ukweli. Please Angela, nakuomba, msema kitu chochote basi.
Unataka mimi niseme nini? Kitu gani unataka niseme? Unajua kabisa najua kila kitu kuhusu wewe. Najua kama una mtu wako. Sasa unataka mimi niseme nini? Unataka mimi niseme nini? Najua unajua kila kitu kuhusu mimi. Unajua mambo mengi sana niliyopitia. Lakini nikwambie tu ukweli, nimechoka na haya mateso. Nimechoka na hivi vitu ninavyovipitia kila siku. Kila siku ni mimi tu wa kupitia machangamoto makubwa. Yaani sina bahati kabisa kwenye mapenzi. Kila mwanamke ninayempata ana vituko vyake. Lakini namshukuru Mungu amenikutanisha na wewe. Na imani wewe ndio mwanamke wa pekee kwangu. Na Mungu amekuleta mbele yangu kwa sababu na imani hautoniumiza. Lakini Alex, sijui hata niseme nini. Nashindwa cha kusema kwa sababu unajua kitu kimoja ambacho najiuliza kichwani mwangu. Kwa nini umechukua muda mrefu sana? Kwa nini ulichelewa kuniambia? Kwa nini usingeniambia mapema? Angela akaanza kucheka. Hawa watu wanapendana bwana. Kitu kishakuwa ndani hapa. Kila kitu kimeenda sawa. Kila mmoja alisubiria tu mwenzake aanze. Basi bwana, mambo yalisha kwa namna hiyo. Uba jipya mjini. Siku zote Mungu anawakutanisha watu kwa njia tofauti tofauti. Yaani njia aliyokutana Angela na Alex inachekesha kwa kweli. Alex amejipatia wife material kwa njia nyepesi. Sio yale magubegube alikuwa anayapitia. Maana Mwamba kapitia changamoto nyingi sana. Wanawake wengi waliokuja mbele yake walikuwa wanafuata pesa tu, sio mapenzi. Basi bwana, miaka kadhaa ilikatika. Angela amebadilika, sio Angela yule tena. Yaani ukimwona hivi haraka huwezi kumjua kama huyu ndio yule Angela. Amebadilika vibaya mno. Ndoa imemkubali bwana. Anadeka tu kwa mumewe. Yaani kitu kidogo tu anajiliza ili abembelezwe. Furaha ilikuwa ni sehemu ya maisha yao. Kila mmoja alikuwa na furaha, kila mmoja anamfurahia mwenzie. Ndoa imekuwa ya amani. Hapa kuna kitu nimejifunza, kweli kwenye maisha usimdharau mtu. Unaweza kumwona mtu mbaya, kumbe ni matunzo tu. Cheki Angela alivyobadilika. Imekuwa bonge moja la pisi. Yaani pisi kali kuliko wanawake wote ambao Alex ashakuwa nao. Hakuna anagusa umoto hapa. Kweli mwanamke matunzo. Na hii ndio maana ya ule msemo, usione vyaelea ujue vimetunzwa. Bwana huu ndio mwisho movie hii hapa. Mimi ni Topopa. Bye.